Alikuja akaua mamangu. Hiyo kitu kanisumbuka kichwa. Wako muua poa. Wale muua vibaya. Kwanza mama. Moja mama ni mtu amekutoa. Amekubeba miezi 9. Akakubeba kama uoni, kama una meno. Na bado akakufikisha mahali huko. Alafu mtu anatoka tu huko tu anakuja na muua. Ikabaki mimi nikulaga kichwa, mimi nikabaki kitu wenyewe nikulewa tu. Pasi. Mimi kata kangu kalidedi pia. Kuna vitu mingi zinanikulaga kichwa pasi. Kata kangu pia kalidedi. Naona sema gani haidhuru. Mungu ndiye alimpenda sana. Mungu ndiye alimpenda sana. Iko nikupenda kwangu. Hata mimi si nalewaga na furahia. Niparaga tu nikubeleke tu. Na saa hiyo siku amka kesho yake. Uko na mabro? Kwetu tuko kama boy 5 dem mmoja. Hao wengine wako kwa tei ama ni wewe tu? Wote ni sample moja. Wanatumia vitu zingine hata zieleweki. Hata unaangalia mtu unashindwa sasa huyu anaongea nini. Hata heri mimi. Wewe ndio unaonanga wewe uko in a good position ya ku advise. Hapana, si mimi, sister yangu. Na yeye yuko kwa tei. Akunywa gete. Atumia kitu yote. Mabro ndio umesema wanatumia vitu hata uelewe. Hata unaweza ongelesha mtu ushindo sasa mtu anakwambia nini. Zimelipuka. Ungetaka life gani? Mimi naweza taka tu maisha tu wenyewe. Peace. Una feel una peace of mind. Ningekuwa peace of mind, naweza kuwa niko sawa. Na the peace of mind si ni kwanza uache pombe. Sasa hiyo ndio inafanya napata hiyo peace. Nitakuombea the peace of mind na God atakubless. Amen. Do you believe ukiwa hapa utachange? Of course. Okay. Of course. Radi best yangu mwa. Sasa ni ati ni mtu mzuri. Ni kuchange alichange. Kutoka Kamicha una heal? Si ndio maana nakwambia kutoka naanza kuja sasa hii design sasa kuanza kuja huku. Kuna venye nawasikizaga tu yeye venye mnaongea tu hadi venye una preach hapa hivi. Mpaka masengine una preach na shindo. Ni mimi unamulika mara ndani gani? Ni kuna venye ipunguza. Lakini the end of the day pia inakusaidia hiyo preaching. Na when ulipatwa na Moha akakwambia ukam church, ulichukuaje hiyo story? Moha nilipatana naye asubuhi. Kaniambia rada fanyaje? Mimi naenda church, twende church. Sasa mimi ningekataa kama nikashindwa mwako leo ananipima. Anaenda church, stuende. Sasa akai church anakaa tu je. Iko sawa. Anaenda church, stuende. Mimi nadhani mbona nipima yeye ni kweli anakuja church. Na mimi kukuje kabaki pia mimi nimekoma tu kwa church. So vitu 2 ama 3 unafikiria ukiwa kwa church ungetaka God akusaidie ni kani na nini? Peace of mind. Ya pili? Anionyesha adui na rafiki. Vivyo watu wengine na kagalao na wangalia hivi na shindo ni rafiki ama ni adui. Masa ingine anakuonesha ni rafiki. Masa ingine wewe unaenda kubonga na unashindwa wewe rafiki kwe. Alishakugeuka hata mbele ya kamati. Do you believe betting inafanya watu wafirisike? Kabisa. Kwanza kama mimi nilikuwa na biashara yangu, nilikuwa nauza nyama, biashara inaenda mzuri na bado naona hiyo pesa haitoshi, nitafute kwa ndege niongezee. Badala kuongezeka yangu ndio inaenda. Kaenda hivi biashara ikaisha. Turudi kwa nyumba unaangalia kitu kingine ama pesa yenye ulikuwa umeweka unachukua unarudia. Kidhania utarudisha pesa yako. Unaona hii ufa unaenda unashikisha. Bado inaenda. Unaendea sufuria yenye inakaa
hivyo taka mwisho unakuja unapata nyumba haina kitu ya maana. Sasa nikaona hata pombe ndio nilikuwa nangonga tu kidogo, at least nipate usingizi. Bado naona kandege ndio inazidi kunikula. When ukiingia kwa hizo mambo za avieta, madhara gani unapata? Kwa kitu ya kwanza inakustua roho. Kitu ya pili, kama ulikuwa na 100 na umeweka 50 imeenda, unaweka hii 50 nyingine, unakaa njaa, unalala njaa. Kitu ya tatu, unaekelea rent, unafungua unaenda unalala kwa pirabu ama unaenda unakulala huko Jakarta kwa uwanja. Kwa hivyo hii game inaweza kupea hata ugonjwa wa moyo Kabisa. Hiyo inakuwa. Kama uko naye alafu batali na hiyo kitu unakufa tu mara hiyo. Unaweza stuka hata usiku kiota unastuka tu juu ya hiyo kateke. Ama unaota tu naye venye imekukata. Hiyo kitu itakuanga fresh. Ukibeba fresh hata inakuanga fresh. Kuanga na fresh zaidi kuliko wewe. Ulikuwa na 500, umeiona tu kwa muda, kwa mandakika hata si asali. Na hujanyang'anywa na mtu, lakini imeenda tu na hiyo deka. Imepaa tu na hiyo deka. Hakuna siku gambling italose. Wewe mwenye kumbeti ndio utakuwa una lose. Naweza kuliwa leo 7,000 na kesho nikule 2,000. Watu waseme nimekula, wakumbuke nilikuliwa jana. Kwa hivyo, sisi sema kuna siku nakulanga. Avieta, hakuna siku wewe utakula. Kila siku sote ni wewe kuliwa. Na haina faida. Vijana wameingilia wengi gambling Kabisa. Hata unapata all kama hii ya betting, watu wanambeti mpaka asubuhi. Na ukikuliwa tu unalala hapo, unakumbaliwa tu unalala hapo. Kifika saa 6 ya usiku, mwenye betting anasema mpikiwe kao na mletewe slice 2 ya mkate. At least wenye wamekuliwa ni kama sasa unajua uwezi kufia kwa hiyo hall. Kama umekunya tu kao na slice kama 2 ama 4. Na wengine kama akona kakitu anachukua kangumu anakunywa tu na hiyo kawa yao. Salary yako yote inaweza kuwa imeenda hapa ya 20k. Na sasa hiyo hauna shilingi. Do you regret kujikuta kwa hizo game? Kabisa. Hii gambling inaweza fanya uvunje ndoa Kabisa. Sasa upite hapo, kama umetoka mjengo umepatiwa ile 600 yako ama 1,000. Unajua ukipita hapo hakuna pesa unatokanga naye nje ya hiyo mlango. Yenye umeingia tu naye hapo, utokange naye. Kutoka naye hapo ni ngumu. Kwa hivyo watu wengi wanaweza kuwa marriage zao zinaisha juu ya gambling. Zinaisha na mtu tena anaongopa hiyo nyumba anakuja kukaa kwa hiyo hall. Ai? Sasa ulikuwa na adhabu, uko na watoto pale kwa nyumba, pesa yote imeenda. Na wenye ulikuwa nao kazi either mnakaa kwa ploti moja. Baba fulani yako wapi? Tulikuwa na yeye tumetoka kazi. Hao wengine wamefika, wewe hujafika, utasema mjalipwa na ulikuwa nao. Kwa yani kwa either kitunguu inanuka na kwako inuke na mlikuwa kazi pamoja. Si itabidi sasa utoroke hiyo mboma. Watoto wako hapo wanakuangalia, watoto wanalia ndati, bibi ndio anakuangalia. Pesa imeenda. Ungetaka Mungu akusaidie area gani? Yaani anibandilishe roho yangu isikuwe inapiga maneno na gambling yoyote. Hii church imekuwa baraka aje kwako? Baraka tu juu si church zote, hata zingine unaweza mlevi anaweza ingia hivyo aombe na atoke. So kwa hivyo mimi kwa hayo nimeona ni baraka pia kwangu. Mimi nikikuonanga naonanga amenta, unaona mtu yani mtu mwenye anaweza kusaidia ama mtu mwenye unaweza taka kuwa kama yeye. So unaweza sema Pastor Steve is a mentor to me. Kuna kitabu nimeandika hapa, ni kitabu ya historia yangu, na unaponinunulia hii kitabu unanisaidia hasa kubadilisha maisha ya vijana. Kuna vijana ambao ninabadilisha maisha yao, kuna watoto ambao ninalisha, na unaponinunulia hii kitabu unanisaidia kuwabadilishia maisha. Na kitabu hiki huwa ninauza 1,000, iko katika duka zote hapa Nairobi, na pia ziko katika ofisi zetu pale Baba Dogo. Na ukihitaji kitabu pia unaweza ingia hapo kwa link na ununue hii kitabu, hiyo link ya bio, na ununue hii kitabu. Na pia kuna mahali ambapo nimepata ambapo ninataka kuweka workshop ya kuempower vijana, na kwa hii workshop ninataka kuweka mambo ya welding, vijana wafanye kazi pale, car wash, pia nataka kuweka barber shop mahali pale, na pia nataka kuweka studio mahali pale, na pia ninataka kuweka mambo ya catering pale. Kwa hivyo ningewaomba tu muweze kusimama na mimi tubadilishe maisha ya vijana. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambazo ninahitaji pale. Pia kuna vijana ambao ninahitaji waende driving school, kuna wengine pia wanataka kusoma, na ningeomba tu muweze
nisaidia ili niweze kubadilisha maisha ya vijana. Na unapofanya hivyo, ya kwamba Mungu atakutana na mahitaji yako na Bwana Yesu atakubariki. Mbarikiwe sana. Ninawagojea muwe baraka kwa hii ministry na muwe baraka kwa hii street ministry, and God will bless you. God bless you. Neno la Mungu katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 10 verse 13 inasema, jaribio halikuwapata ninyi isipokuwa lile la kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawacha majaribu kuwapita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sijui ni majaribu gani unaweza kuwa unapitia, sijui ni majaribu gani ambao unaweza kuwa umejipata ndani yake, na ukiangalia hii majaribu unaona ni kama hauwezi toka ndani yake. Ukiangalia hii majaribu unaona ni kama yatakumaliza. Neno la Mungu linasema kila jaribio ambalo litakuja kwako si jaribio ambalo hauliwezi. Kwa hivyo lazima ujue jaribio lolote ulio ndani yake unaweza toka ndani yake. Na Mungu anaendelea kusema katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Kuko na mlango wa kutokea kwa hiyo majaribu, na huo mlango ni Yesu Kristu. Ukimwamini Yesu leo, hayo majaribu ambao unapitia, ambao unaona ni kama itakumaliza, ambao unaona ni kama itakuwa na kikomo, ambao unaona itakuletea aibu, ambao unaona itakumaliza, Yesu Kristu ako na uwezo wa kukutoa kwa hiyo majaribu. Na kwa hivyo nimekuja na neno la Mungu kukuambia ya kwamba Yesu anamaliza majaribu ambayo unapitia, na Yesu anakutoa kwa majaribu ambao umeingia ndani yake. Pokea hilo neno kwa kusema amen. Amen. God bless you. Crime is not the way. Drugs is not the way. Alcohol is not the way. Prostitution is not the way. Jesus is only the way. John 14:6.